Hatimaye tena ndani ya nyumba hapa mitamboni. Sauti the Chosen ni baba la baba usio. Bwana basi naendelea kusonga mbele na tamthilia bomba sana ya Pike inafahamika kwa jina la King Affection. Unaweza kusema pendo la kifalme au pendo la mfalme, ni vile tu ambavyo utaona na sound vizuri zaidi. Lakini kumbuka tuko na koleo ya nyuma kidogo hapa, tunazungumzia mfumo wa bloodline. Yaani ni ule mfumo ambao ulikuwa ni wa kulisishana kabla hawajatamba sana wakali kina Yonga Smoni, kina Jumong na tamthilia nyingi sana kutoka Korea. Sasa hapa tumerudi nyuma kidogo tukiwa tunatamba na ile wanasema ni bloodline system ambayo ilikuwa kwenye uongozi miaka hiyo ya zamani sana uko mjini Goryeo. Basi naomba nikuunganishe pale ambapo tulishia katika sehemu safi iliyopita, lakini ili kuielewa kazi hapa vema itakuwa ni bomba zaidi kupita vizuri katika episode ya kwanza tu, na hapo itakupa mwanga zaidi. Sasa tunataka tujue kwa nini bibie alikubali ile nafasi na ilikuwaje mpaka sasa inaonekana mfalme yuko katika hatari ya kuweza kuuawa. Yaani bwana mdogo ufahamika kwa jina la Jiwon sasa yuko katika hatari ya kuweza kuuawa. Sasa tunarudi nyuma kidogo tu ili kujua nini ambacho kilitokea mpaka Uzekila anahitaji kumwangamiza bwana mdogo ya Pausio. Hizi picha zinahitaji mtiririko fulani wa kibabe zaidi. Turudi nyuma kidogo. Basi hapa hatimaye tunaanza kwa kuyakuta maisha bwana mdogo ufahamika kwa jina la Jang Jion. Huyu ni mtoto ambaye anatabiliwa au anahakikishiwa kwamba na babake yeye ndo atakuja kuwa the best swordman wa kumprotect the king katika maisha yajayo zaidi. Hivyo inampasa bwana mdogo kufahamika kwa jina la Jion awe ngangali sana. Pamoja alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa kina Yun, alikuwa pata nafasi ya kuweza kutambana, kwani yeye alikuwa anaandaliwa tangia muda mrefu sana haja awe ni mtu pekee wa kuweza kumlinda mfalme katika maisha ya baadaye. Hii ina maana kubwa sana. Basi unaambia siku hiyo bibie alikuwa anapita katika eneo hili akiwa mbeba mavazi. Yaani ubinti yeye amekuja hapa kama wanasema ni court raid, yani wale wafanyakazi wa jumba la kifalme. Basi bwana mdogo ilikuwa ni siku ya kwanza tu kumuona bibia kufahamika kwa jina la Yui, na hapa alikuwa amedondosha kitambaa na huyu mwamba alikuwa anakimbia kuna huko akiwa anatamani kuhakikisha anaweza kumrejeshea binti kitambaa chake. Sasa katika kukimbia ikafika sehemu akakuta muone tena bibie. Sasa alikuwa anajiuliza huyu binti atakuwa ameenda wapi, lakini katika hali ya kuangaza macho hapa pembeni aliona kuna uzio ambao unaweza kumfanya kwenda upande wa pili, na hatimaye aliweza kuingia katika upande wa pili, na huku ndiko ambako binti wa kufahamika kwa jina la Yui ndo ameweza kuelekea huko. Sasa Tala binti mwamba alianza kujongea kumtafuta bibi ili aweze kumrejeshea tu kile kitu ambacho binti alikuwa amekidondosha. Binti alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana na kusoma vitabu ambavyo vilikuwa zinazungumzia mambo mbalimbali sana ya kifalme. Sasa kwa mara ya kwanza tu bwana mdogo kufahamika kwa jina la Jun alipomwona binti alivutiwa sana na kile ambacho binti alikuwa anakifanya, lakini pia aliona kama kuna usawa zaidi wa kuwa karibu na huyo binti. Basi Tala binti aliweza kufika kwa bibi na kuanza kuongea naye mawili matatu na kuonesha lengo lake la kwamba amekuja tu kwa ajili ya kumpatia kile ambacho alikuwa amekidondosha. Lakini pia bwana mdogo alikuwa ameshavutiwa sana na binti. Sasa binti akiwa anaondoka, kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya, kitabu kiliweza kudondokea katika bwawa moja ambalo kwa kweli lilikuwa ni chafu sana. Sasa bibi alikuwa na namna yoyote zaidi ya kuhakikisha anatafuta namna ya kuweza kuingia na kukitoa hicho kitabu, lakini kwa bahati mbaya wawili wote waliweza kuzama katika hicho kina kirefu sana ambacho kilikuwa ni kama kisima. Lakini bibi aligundua kwamba mwamba alikuwa na uwezo wa kuogelea, hivyo alitengeneza nafasi ya kurejea kuja kumwokoa bwana mdogo wa kufahamika kwa jina la Jun. Kama unavyojua tena, baada ya kuokolewa tu kitu ambacho kinahitaji, binti alikuwa anatafuta namna ya kumwekea pumzi bwana mdogo ili aweze kupata nafasi ya kurejea, lakini kibongo bongo wao wanachapa na mchanga tu. Haya mambo ni mbele tu. Basi baada ya muda bwana mdogo aliweza kushtuka baada ya kuwekewa pumzi na binti, na hapa bwana mdogo alifurahi sana, lakini binti alikuwa ni mtu ambaye ameonyesha wasiwasi mkubwa sana kwa bwana mdogo na kusema ya kwamba sikutegemea kama unaweza kuingia kwenye hatari kiasi hiki. Sasa bwana mdogo alianza kujinoa na kujiweka fresh kwa sababu yeye wanasema ndio the next swordman ambaye anatakiwa aje protect the king, yani ndio mtu ambaye anafuata kutoka katika mkono wa pili wa waziri, kwamba yeye ndio mtu pekee atakuja kuwa bodyguard wa mfalme katika jumba la kifalme. Sasa babake alihakikisha anamweka bwana mdogo sawa zaidi. Hebu tazama hii picha na ujaribu kuelewa vizuri muunganiko huu
ili baadaye usije ukaanza kuambamba. Basi mwamba alikuwa anamweka vizuri sana bwana mdogo ili kumwandaa tu aje awe mlinzi bora sana kwa mfalme. Sasa anaambia kadri siku zinavyozidi kwenda, ukaribu kati ya bwana mdogo kufahamika kwa jina la Jung Jion na binti wa kufahamika kwa jina la Yui ulikuwa unazidi kuongezeka kadri siku zinavyozidi kusonga. Wawili hao walikuwa na ukaribu ambao kiukweli ulikuwa ni zaidi ya urafiki. Sasa walikuwa ni watu ambao wanafanya mambo yao pamoja, lakini pia wanapata muda wa kupumzika na kuongea vitu vingi sana ambavyo kiukweli vilikuwa vinaashiria namna tu ambavyo wanaamini wao wanaweza akawa na muunganiko kwa maisha yao baadaye zaidi. Na hata hivyo bwana mdogo alimwambia bibi anafurahi sana kwa kupata nafasi tu japo ya kuwa na urafiki wake. Hii ilikuwa ni nafasi na furaha nzuri sana kwa bwana mdogo kuamini amempata mtu ambaye anaweza akakiamini kile ambacho anakifanya. Sasa wanasema ni king of action ya the chosen one. Dubwana. Basi baadaye bibi baada ya kuletwa katika ile eneo alikuwa anazidi tu kuhamasishwa na huyu ambaye alikuwa ndo prince ya kwamba ni lazima akesha anapitia vitabu na kuelewa nini ambacho kinahitajika katika jumba la kifalme. Kwa hiyo bwana mdogo alikuwa na mpango wake kabambe zaidi ambao anataka aje utumie. Baada hivyo alihakisha anamuelekeza binti baadhi ya mambo ili bibi aweze kukaa sawa zaidi. Lakini binti leo akiwa anatoka katika jumba la kifalme kwa bwana mdogo, kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa hawa tunawaita Maledi Mama. Huyu alikuwa amekuja kumchukua bibi akidai kwamba anatakiwa akutane na Malikia ambaye ni mama mzazi yule bwana mdogo. Amehitaji kumuona binti huyu kabla hajatoka katika eneo lake la mafunzo. Lakini pia kuna mtu aliweza kuiona hii sura, tujui nani, tutakuja kujua mbele zaidi. Sasa mwanamama baada ya kupata nafasi ya kumuona bibi huyu aliweza kumuuliza vitu vingi sana. Nakumbuka huyu ndo mamake mzazi na huyu binti. Anasema imekuchukua muda gani kuishi maisha ambayo unaishi wewe? Anasema mimi nilikuwa naishi katika eneo la milima na Monke, na baada ya Monke kuweza kupoteza maisha ndo nitengeneza nafasi ya kuja kutafuta kama naweza nikawa miongoni mwa watu ambao wanaweza kuwa makotled katika jumba la kifalme. Bibi ajua ya kwamba huyu ni mamake, lakini huyu mama anagundua huyu ni mtoto wake kwani ni copyright kabisa na ule pacha wa kiume. Basi binti alikuwa ni mtu ambaye leo nini ambacho kinaendelea, lakini mama alihitaji japo kuiona sura ya binti kidogo, hivyo alimwomba asogee kwa sababu yeye anajua nini ambacho kilitokea miaka mingi sana. Na pindi ambapo alipoangalia katika eneo la shingo aliweza kuiona ile alama ambayo walikuwa wamemwekea binti kipindi kile kwa kumchoma sindano ili aweze kuzila. Hii ilimuumiza sana mwanamama kuona binti yake yupo katika hali ya uhai kabisa, na yeye alikuwa na namna tena ya kuweza kuishi naye. Sasa binti baada ya kumaliza mafunzo alikuwa anahitaji kutoka kama wanavyotoka wanafunzi wengine, na hapa alikutana na rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la June. Kiukweli ilikuwa ni siku ambayo alihitaji kutembea na kupeana mwongozo wa furaha nyingi sana. Yani katika eneo la mji walikuwa wanapita wawili hao ambao kiukweli bila hata kueleza walikuwa na upendo sana wa dhati, yani kati ya bibia kufahamika kwa jina la Jung Jion na mkali wa kufahamika kwa jina la June. Wawili hao walikuwa wanazidi kadri siku zinavyozidi kwenda, upendo wao ulizidi kuwa mkubwa sana. Nakumbuka hapa bado hapo katika umri wa udogo kidogo, kwa hiyo mambo hayawezi kukaa kitaalamu zaidi, ila unaweza kugundua nini ambacho kinazidi kuendelea katika mioyo ya watu wawili hao, kwani walikuwa ni watu ambao wamependana sana. Na bwana mdogo alisema kwa kuwa mpata nafasi ya kukaa na binti kwa muda mrefu alifurahi sana, na hivyo kwa sababu binti alikuwa anaonekana ni mtu ambaye kwa sasa hata jina lake alitambui, bwana mdogo alisema ingekuwa ni vema angeweza kumuita Yi On Sun. Sasa kama unavyojua anasema damu ni nzito kuliko maji. Hatimaye mama sasa ameanza kuambamba maeneo ambayo anakuwa anapatikana bibia, na hapa anahitaji kumuona kwa karibu sana kwani huyu ni mtoto wake. Yani katika wale mapacha wawili huyu ni pacha wa kike. Sasa akiwa na ambamba huko Rombe anaingia mzee mzima, yani babake ambaye ndo waziri mkuu. Sasa na yeye aliweza kuliona ile tukio. Hii ilimfanya mzee agundue ya kwamba kile ambacho kilitokea miaka mingi zamani kilikuwa ni kitu cha uongo. Lakini mzee alimwambia tu mtoto wake ya kwamba pamoja na kwamba unafikiri umefanikisha hicho kitu ambacho unakiona, ila kwa sasa binti huyo ni lazima aweze kupoteza maisha. Kwa hiyo upande wa pili kwa Zekila sasa hapa amekuja kumtafuta bibie kwa ajili ya kumweza kumwangamiza.
Basi nafikiri hapo tumeelewana kizazi zaidi, na ndio maana picha yetu ilianzia katika lile sehemu la soko. Ina maana huo ni muktadha tu wa kile ambacho kilikuwa nyuma ya pazia mpaka binti alikuwa anatakiwa auawe, lakini kumbuka kulikuwa na mabadilishano kati ya Prince na binti ambaye alikuwa mfanyakazi, na hapa ndipo tulipoanzia katika episode safi ya kwanza. Sasa nafikiri kila kitu kiko katika muktadha sahihi ambao nafikiri umeuelewa zaidi. Hizi huwa zinapigwa kizazi zaidi na utaalamu unahitajika kuhakikisha unaunganisha stories zinakuja kuleta mwongozo ambao kiukweli unapata burudani bomba sana hapa. Unaweza kuipata kwa 0686414059 ili uendelee kuenjoy utamu wa vanilla. Sasa hapa ndo pale ambapo mkali alikuwa anamkimbiza bibie katika farasi na alikuwa anahitaji kwenda kumwangamiza, akizania kwamba huyu ni kijakazi tu katika jumba la kifalme, lakini kumbe ndo Prince mwenyewe. Lakini Zekila anachokuja kufanya hapa ni kuhakikisha anakuja kummaliza huyu bibie, lakini huyo mkali ambaye anahitaji kummaliza huyu bibie ni babake na bwana mdogo wa kufahamika kwa jina la Jang Jion, yani yule ambaye alikuwa anapendana sana na binti huyu. Sasa mzee sijui kwa nini anahitaji kummaliza bibie. Basi ilifika katika eneo hili, binti baada ya kushambuliwa kwa farasi aweze kudondoka chini, afu Zekila aliweza kufika katika ile eneo, lakini kumbuka nyuma kuna bodyguard ambaye anakuja kujaribu kutoa msaada ili maisha ya binti yasije yakapotea. Sasa binti anajaribu kumweleza mkali ya kwamba mimi ni Prince, hicho ambacho unataka kukifanya ni makosa. Sasa mkali ni nini ambacho atakiamini, ili yali binti amevaa mavazi ambayo ni akifanya kazi. Mwanaume alichofanya kilikuwa ni kitu kimoja tu, alivuta mshale wake na kuachia na kwenda katika mwili wa binti. Unaambia tale bintibu, binti alidondoka chini. Sasa hatujui hatima ya binti itakuwa vipi zaidi, lakini upande wa pili sasa kwa pacha yake anazidi kuchezea hivyo vidude. Kumbuka huyu sio yeye, hii ni siri ya kibonge na huyo tu, kwa sababu wengine hawajui mchezo ambao unaendelea. Na hapa binti kuna vitu alikuwa anatakiwa afanye kwa wakati hivyo, alikuwa anahitaji kutoka akapata nafasi ya kukutana na The King. Sasa huyu sio, yani matendo ambayo anayofanya ni tofauti na matendo ambayo alikuwa anatakiwa afanye bwana mdogo. Hapa ndio kizaza kinaanza zaidi, kwa sababu siri haitakiwi igundulike kwamba huyu ni wa kike, na upande wa pili hatujui hatima ya bwana mdogo kama tayari ameisha kata moto au nini ambacho kinaendelea. Bwana, tukutane katika sehemu safi ambayo inafuata, itakuwa ni sehemu safi ya tatu, mzigo bomba sana wa Panasma Kings Affection na The Chosen One kutoka GC Production. Pale ndio tunatamba na hapa kazi kizazi zaidi, ni kama kawa kama dawa kama kawezo burudani acha ziendelee kusonga zaidi. Sasa nafikiri umeshaelewa nini ambacho kinajiri na mwongozo umeshakaa katika mpangilio safi zaidi. Hizi zinapigwa kibabe zaidi. Let's chao, tatisha kwa kulike, kucomment, kusubscribe na kushare ili mambo iweze kuwafikia wengi na kutupa nguvu ya kuzidi kufanya hiki kichuma kiendelee kutamba zaidi. Hello Kings Affection, wanasema pendo la mfalme, au unaweza ukaita pendo mfalme. Here we go. Ciao.